Mabinti watatu wa Putin, Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova na Luisa Rozova, wanafurahia maisha mazuri sana. Utajiri wao wa kustaajabisha ulichochea Marekani kuweka vikwazo dhidi yao. Maria, ambaye amepata kiasi kikubwa cha sarafu za Urusi, pia 97 milioni kutokana na ushirikiano wake na kampuni ya matibabu ya Nomeco. Katerina aliongoza kwa umahiri mradi wa kupanua kambi yenye thamani ya dola bilioni 1.7. Luisa, mdogo na machangamfu, alidai nyumba ya kifahari huko Kameni kwa miaka kadhaa. Hawa wanawake vijana waliowekwa kwenye pazia la siri wanaathiri katika uga wa kitaaluma, kibiashara na kisiasa duniani. Katika video hii tutachunguza jinsi nguvu zao zinavyojitokeza katika kila hadithi ya kunong'onezwa kuhusu mafanikio yao, kuanzia urithi na mtindo wa maisha wa watoto wa Putin. Maria Vorontsova na Katerina Tikhonova, watoto wa Putin, wanashikilia maisha ya busara ambapo uwepo wao wa umma ni nadra kama viseme kwenye upepo, bila ripoti zenye kuthibitisha katika magazeti ya Kirusi kuhusu dunia yao. Umma unajiuliza kuhusu maisha yao yaliyojaa upole na mvuto uliofichika. Putin anachukua hatua kuhakikisha usalama wa watoto wake, akiwa na ufahamu wa maadui aliyowafanya kwa muda. Ili kuwaweka mbali na taa, ilisemekana walikuwa wakisoma wakitumia vitambulisho bandia na walifundishwa kutofichua majina yao ya mwisho. Hata hivyo, leo watoto wamegeuka kuwa wanawake vijana wenye kuvutia, kila mmoja akiendeleza njia yake kwa ujasiri na dhahiri. Maria, makubwa, mbali na utulivu wake mzuri, ameleta tahadhari kwa uwezo wake wa kipekee. Katika miaka mitatu tu, alikuwa amejipatia utajiri wa zaidi ya dola milioni 10 kutokana na ushirikiano wake na kampuni inayojulikana katika nyanja ya matibabu. Licha ya umaarufu wa kisiasa wa baba yake, Maria alijenga utambulisho wake mwenyewe, hasa katika eneo la tiba. Uzoefu wake katika endokrinoloji ulipita mazingira ya kitaaluma, ukatumika katika hali za ulimwengu wa kweli, hivyo akahamasishwa kuanzisha kampuni mpya ya matibabu iliyoitwa Nomeco. Mnamo mwaka wa 2019, Maria alifanya hatua muhimu sana katika kazi yake kwa kuwa mwanzilishi mwenza wa jina. Katika jukumu hili alitumia shauku na nguvu yake kwa kubuni maono na uelekeo wa kampuni. Ushirikiano wake haukuwa wa kina tu. Maria alishiriki karibu katika mipango ya mkakati na maamuzi ambayo yangeshinikiza siku za usoni za kampuni. Uwepo wake kwenye bodi ya wakurugenzi ulikuwa wenye mvuto usioweza kupingika, ukiongeza ushawishi wake na kumruhusu kuongoza jina na machanganyiko wa tamaa, maono na azimio la kuvutia. Chini ya uongozi wa kuvutia na wa kuona mbali wa Maria, jina haraka ilianzisha mamlaka kubwa katika tasnia ya tiba. Kampuni ilifuatilia suluhisho za matibabu za uvumbuzi na kuanzisha ushirikiano ambao ulibadilisha utoaji wa huduma za afya kwa ustadi na usahihi. Jukumu la Maria lilikuwa la kuvutia, na mvuto wake wa kuvutia na mikakati yake iliundwa kwa ustadi, ikipata washirika wenye nguvu na kuhakikisha uwekezaji ambao uliongeza kwa kasi ukuaji wa jina, ukithibitisha nafasi yake kama mtangulizi katika sekta hiyo. Kutoka mwaka wa 2019 hadi 2022, uhusiano wa Maria Vorontsova na jina haukuishia tu uongozi na maono, bali pia mafanikio asili. Wakati huo, alipata jumla ya thamani ya rubles milioni 944, sawa na dola milioni 10.7. Mafanikio haya makubwa yalitokana na maamuzi yake ya makakati na mipango iliyotekelezwa na jina chini ya uongozi wake. Chini ya Maria, faida ya kila mwaka ya jina iliongezeka kwa kiasi kikubwa. Mwaka wa 2023, kampuni haikuwa na bidhaa, lakini wakati Maria alijiunga kama mwanzilishi mwenza na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, faida ya kampuni iliongezeka kwa kasi. Hadi mwaka wa 2020, faida ya kila mwaka ya jina ilifikia rubles milioni 397, karibu na dola milioni 6.8. Mali na faida zilizopatikana kwenye jina.
Maria pia alipokea mshahara wa kila mwezi kutoka chuo kikuu cha jimbo la Moscow, ambapo alisajiliwa kama mfanyakazi wa fakulti ya msingi ya tiba. Hata kama nafasi yake katika chuo kikuu haikuwa ya kienyeji kama jukumu lake katika jina la kampuni, majukumu haya yalihakikisha mapato ya ziada. Mshahara wake wa kila mwezi wa rubeli 360, karibu dola 150, uliongezea mapato yake yote, ukisisitiza uwezo wake wa kudumisha vyanzo vingi vya mapato. Maria Vorontsova anaolewa na Yevgeny Nagorny, mwenye umri wa miaka 33, ambaye aliripoti mateso ya polisi kwenye mtandao zaidi ya mwongo mmoja uliopita chini ya utawala mkali wa Putin. Mafanikio haya yanathibitisha kwamba ingawa Putin alikuwa ameweka binti zake mbali na macho ya umma, alihakikisha wanapata elimu bora na zana wanazohitaji kujenga njia zao wenyewe kuelekea mafanikio. Binti wa pili, mwanadansara wa akrobatiki mwenye elegansia nzuri, hajiepushi na ukoo wa ushawishi unaunda tabaka la juu la Moscow. Katerina Tikhonova, anayejulikana sana kama binti wa pili wa Vladimir Putin, amejenga mtandao wa nguvu na utajiri. Mashiko yake yapo si tu katika usanifu wake ulio sawa, bali pia katika akili yake kali, ikiongoza mafanikio yake kupitia mafanikio makubwa ya kitaaluma, stadi za biashara na mikakati inayungwa mkono na serikali. Kuinuka kwake kwa amani zaidi iliyopambwa zaidi na uhusiano wa karibu na matajiri wenye ushawishi nchini Urusi, kudhibitisha mahali pake miongoni mwa kizazi kijacho cha walio na ushawishi katika mizunguko ya tabaka la juu la Urusi. Katerina alikuwa hajulikani sana hadi 2012, wakati Reuters ilithibitisha utambulisho wake baada ya uvumi kuhusu jukumu lake katika akademia ya Kirusi kuanza kusamba. Kwa mujibu wa ripoti, kwa kuchukua jina la ukuu wake wa bibi upande wa mama, Tikhonova alishikilia nafasi muhimu katika chuo kikuu cha jimbo la Moscow, ambapo aliongoza miradi mbalimbali iliyofadhiliwa na serikali na kusimamia mradi mkubwa wa upanuzi wa uwanja wenye thamani ya dola bilioni 1. Katika chuo kikuu, washauri wake rasmi walikuwa washirika wa karibu wa Putin, wengi wao wakiwa waliokuwa wanachama wa zamani wa KGB ya baba yake. Mtandao huu wa tabaka la juu haukumpatia tu msaada wa kitaaluma, bali pia ulichangia katika kuongoza rasilimali za kiserikali kwa mipango yake. Machango wa Tikhonova katika utafiti na uongozi katika maendeleo ya miradi ya kisayansi ulithibitisha zaidi sifa yake kitaaluma, akiongoza sayansi ya Urusi katika matukio ya kimataifa kama vile jukwaa la kiuchumi la St. Petersburg. Upanuzi wa ushawishi wake katika mizunguko ya kisayansi ya Urusini mgumu kupimika. Hata hivyo, uhusiano wake na Kremlin ulithibitishwa na ufadhili mkubwa wa serikali na msaada wa kimtandao aliopokea kupitia ndoa yake na Kirill Shamilov. Zaidi ya taaluma yake ya kitaaluma, utajiri wa Tikhonova ulishuhudia ukuaji wa kimaanawi kupitia ndoa yake na Kirill Shamilov, mwana wa Nikolai Shamilov, msaidizi wa karibu wa Putin na mshiriki wa Bank Rosia. Benki hii inachukuliwa kuwa benki ya kibinafsi kwa mrengo wa juu wa Urusi, ikicheza jukumu katika usimamizi wa utajiri wa maafisa wa juu na oligarchs. Mara tu baada ya ndoa, Shamilov alinunua hisa ya 3.8% katika Sibur ya Gennady Timchenko, mshirika mwingine wa karibu wa Putin, kwa thamani iliyotajwa ya hundreds, chini sana kuliko thamani ya soko iliyokadiriwa ya 90 milioni. Mkataba huu ulifanya Shamilov kuwa bilionea, lakini pia ulionyesha raha zilizopo kwa wale walio karibu na Putin. Utajiri unaotokana na shughuli hizi za kampuni uliruhusu Tikhonova na Shamilov kufurahia maisha ya anasa na mali zenye anasa huko Urusi na nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na kijiji huko Biarritz, Ufaransa, kinachokadiriwa kuwa takriban 3.7 milioni. Kijiji hiki
pamoja na mali zingine za hadhi ya juu katika maeneo ya kipekee ya Urusi karibu na makazi ya Putin, inaonyesha mtindo wa maisha wa anasa uliopewa kupitia mikataba hii. Ripoti za uchunguzi zilizofanywa kwa msingi wa barua pepe na nyaraka zilizovujishwa kutoka iStories na mradi wa ripoti ya uhalifu na ufisadi OCRP zilifunua matumizi makubwa ya pesa ya kijana huyo na mali ghali. Mbali na binti wawili wakubwa wa Putin, kuna binti mwingine anayedaiwa kuitwa Luisa Rozova. Kulingana na ripoti, yule mfanyakazi ambaye amekuwa milionea wa Putin, Svetlana Krivonogik, ndiye mama wa Luisa. Ingawa alizaliwa katika familia tajiri na yenye upendeleo, maisha yake yamekuwa daima yamezungukwa na siri, ikileta watu kuhoji utambulisho wa baba yake halisi, jambo linalofanya hadithi yake kuwa ya kuvutia zaidi bado. Ingawa hakuna uthibitisho rasmi, uhusiano unaowakutanisha Luisa na Putin umekuwa ukichochea hamu isiyoisha. Mtindo wake wa maisha wa anasa, uliojaa anasa na raha, unatumika kama dalili isiyo ya kawaida ya uwezekano wa uhusiano wake na kiongozi mwenye nguvu wa Urusi, kushikilia wale wanaofuatilia hadithi yake katika mshangao. Utajiri unaowazunguka Luisa na Svetlana ni wa kuvutia. Inasemekana kwamba Svetlana amejikusanyia utajiri unaokadiriwa kuwa dola milioni 6, ambao unajumuisha mali za asili na za nyumba moyoni mwa St. Petersburg, ukizungukwa na mimea yenye kupendeza na maji tulivu ya Mto Neva. Kuna kisiwa cha Kameni kinachojulikana kwa anasa na ukwasi wake. Huko kuna mali ya kuvutia. Tetesi zinaashiria kuwa ni makazi ya utoto ya Luisa Rozova. Hii makazi inawakilisha mtindo wa maisha wa anasa wa darasa la juu la Urusi, ikiorodheshwa na kampuni maarufu ya mali isiyohamishika ya RM Engel and Volkers. Mali hii ni ghorofa ya mwisho inayojumuisha zaidi ya futi za mraba 4800. Ni moja kati ya vile vichache tu vya ghorofa ikibis katika jumla ya eneo la kibinafsi la kipekee la Berezovaya Allee, maarufu kwa faragha na ukwasi wake. Kwa muundo wa kiklasiki, jengo limezungukwa na handaki, likisisitiza faragha na heshima yake. Hii sio tu makazi, bali ni ngome ya anasa. Kwa ndani, ghorofa kuu ya mali hiyo ina sebule kubwa iliyopambwa kwa samani za anasa na mapambo yenye elegansi. Zaidi ya hayo, karibu na sebule kuna terasi kubwa yenye maoni ya kuvutia ya Mto Neva, ikitoa pahali pa amani kutoka katika msongamano wa jiji. Katika ghorofa ya pili, chumba cha amani kinatoa faraja na amani, huku chumba cha watoto kikiongeza kugusa kwa furaha. Hii magawanyo unapanua utulivu na burudani, ukikidhi mahitaji mbalimbali ya wakaaji wa makazi hii. Katika ghorofa ya tatu ndipo anasa inapotokea kweli, na baa yenye kifahari kwa burudani, sinema ya nyumbani iliyostaarabu kwa vikao vya faragha, na terasi iliyopambwa na dhahabu ya kuning'inia kamilifu kwa kufurahia jua na mtindo wa maisha wa kifahari wa wamiliki. Katika mali hii, faragha inathaminiwa sana na mahitaji yote yanakidhiwa kwa uangalifu. Zaidi ya kuwa tu makazi, mahali hapa hutoa mtindo wa maisha ambao wengi wanaweza tu kusitiri. Baada ya jina la Luisa kuvuja na uwezekano wa uhusiano wake na Putin mwaka jana, idadi yake ya wafuasi kwenye mitandao ya kijamii iliongezeka kwa kasi, ikifikia maelfu. Msichana huyo alionekana mara kwa mara akisafiri kwenye ndege ya kibinafsi kati ya Urusi, Monaco na Paris. Akiwa na miaka 18, tayari alikuwa amezindua laini yake ya mitindo na alikuwa akipata umaarufu kama DJ ambaye alikuwa akitafutwa sana. Chapa yake inajulikana kwa kutoa nguo za kuvutia za kawaida za kunakshi. Siku ya kuzaliwa kwake ya miaka 18, alifika klabu maarufu huko Moscow kwa BMW Seri 2, gari ambalo awali lilikuwa la waziri wa utamaduni wa Urusi. Kwa kushirikiana maisha ya anasa, Luisa alishinda wafuasi 80,000 kwenye Instagram. Luisa ana upendeleo mkali kwa vitu vya anasa, na hii ndio mandhari kuu ya Instagram yake. Yeye ni karibu na ufafanuzi wa anasa yenyewe. Walakini,
Baada ya kupokea ukosoaji mkali, ghafla alitoweka kwenye mitandao ya kijamii, ambayo ilileta wasiwasi na nadharia miongoni mwa wafuasi wake. Mkosoaji wa hivi karibuni alitoa maoni kwenye chapisho la mwisho la Luisa kwenye Instagram, akisifu ucheshi mzuri wa maelezo. Alieleza kuwa kusoma herufi B kwa Kikirili na zingine kwa Kilatini. Jina la chapa lilikuwa linasema Vovochka, jina la kupunguzwa la Vladimir, ambalo linahusiana na baba yake msichana huyo, Vladimir Putin. Mkosoaji alielezea baadhi ya majibu kwenye chapisho yalionekana kuwa na chuki na kukata tamaa. Kimelea kimoja kilionyesha ukarimu wa Luisa kwa kununua vitu vya anasa kwa pesa yake mwenyewe, wakati mtu mwingine alilalamika kwamba alikuwa ametoa akiba ya bibi yake. Mtunza nyumba watatu alisema aliona pesa ya wazazi wake ikifanya kazi, na mwingine alimkosoa vikali kwa kununua vitu kwa kodi zao. Pia kulikuwa na tuhuma dhidi ya baba yake, na mtu fulani akipendekeza amuondoke baada ya kudai alikuwa akizila pesa za nchi yao, na mtu mwingine akimlaumu miundombinu duni ya mji, akieleza sasa amelewa kwani ni barabara hazijatengenezwa kamwe kwenye miji. Machambuzi aliweza kuwasilisha maoni makali zaidi, ikiwa ni pamoja na moja ambayo ilionekana kumaanisha kuwa mtindo wa maisha wa kupita kiasi wa Luisa ulikuwa unafadhiliwa kwa gharama ya watu wa Urusi. Mchangiaji mwingine alikuwa ametoa maoni ya dhihaka, akidai kuwa si jambo linalotoka kwa bei rahisi kuendeleza mtindo wake wa maisha wa anasa, na kudokeza kuwa baba yake alilazimika kuchukua hatua za kipekee kama vile kuwa na kuwapa sumu watu na Novichok, pamoja na kuongeza kodi na kuongeza umri wa kustaafu. Baada ya kusoma maoni haya yanayotia wasiwasi, inakuwa wazi kwa nini Putin alikuwa na tahadhari sana katika kufichua maelezo mengi kuhusu utambulisho wa binti yake. Vikwazo vya Marekani dhidi ya warithi wa siri wa Putin. Shughuli za Katerina Tikhonova zilivutia macho ya kimataifa. Baada ya uvamizi wa Urusi wa Ukraine mwaka 2022, Marekani na Umoja wa Ulaya waliwekea vikwazo yeye na dada yake Maria Vorontsova. Vikwazo hivyo vinalenga kupunguza uwezo wa Putin kutumia ushawishi wa familia yake kwa siri katika usimamizi wa mali zake, wakati huo wakizuia upatikanaji wa Tikhonova kwa utajiri na mali nje ya mipaka ya Urusi. Maafisa wa Marekani wamefunua kuwa masilahi ya Putin yanaunganishwa sana na ya familia yake, hivyo kuwafanya kuwa malengo ya mkakati ili kuvuruga shughuli za kimataifa za daraja la juu la Urusi. Asili ya vikwazo hivi inarudia hadi kwenye mgogoro wa kudumu nchini Ukraine, ambao umesababisha ukemeaji mpana kwa Urusi kwa uchokozi wake wa kijeshi. Hali ikafikia kiwango cha msingi na matukio Bukha, ambapo ushahidi ulitokea wa mauaji ya raia yaliyodaiwa kufanywa na vikosi vya Kirusi. Mauaji haya yalisababisha hasira kimataifa na kujitolea upya wa mataifa ya Magharibi katika kuiwekea Urusi madhara makali. Rais Joe Biden kwa namna ya kipekee amekuwa wazi kuhusu hitaji la kuwajibishwa. Amesisitiza kwa nguvu hitaji la Urusi kushughulikiwa na madhara makali na ya moja kwa matendo yake nchini Ukraine. Uamuzi wa kulenga watoto wa Putin ni jibu moja kwa wito huo wa kuwajibika, ukionyesha mabadiliko ya mkakati katika mbinu za Marekani, ambayo inakwenda zaidi ya njia za kidiplomasia za kawaida kwa kutoa shinikizo la kibinafsi kwa Putin. Madai ya kwamba Putin anaoficha utajiri wake mkubwa chini ya jina la binti zake huongeza kipengele cha kutatanisha kwa hadithi. Kwa miaka mingi, uvumi na maneno ya kuashiria yamependekeza kuwa utajiri wake unaweza kufikia bilioni, lakini sehemu kubwa yake haijulikani, ikilindwa kwa uangalifu na mtandao wa washirika wa kuaminika na mahusiano ya karibu ya kifamilia. Kwa kuwawekea vikwazo Katerina na Maria, utawala wa Biden unatafuta kuvunja mtandao na kuweka wazi misingi ya utawala wa Putin. Ingawa kuna ishara kwamba Luisa,
binti wa tatu wa Putin, amejikusanyia utajiri fulani, yeye aliponiwa vikwazo. Miaka kadhaa baada ya hatua hizo, binti za Putin zilijitokeza kama wasemaji katika mkutano wa kimataifa wa kiuchumi wa St. Petersburg. Binti wa rais wa Urusi, Vladimir Putin, mara chache huonekana hadharani, lakini walisimama kwenye paneli kwenye hafla hiyo. Maria Vorontsova, binti wa miaka 39 wa Vladimir Putin, alijitambulisha kama mtafiti wa maumbile, akifanya mwonekano wake wa kwanza wa umma baada ya miaka. Aliendesha mjadala kuhusu bioeconomics kwenye SPIF. Siku hiyo hiyo, Katerina Tikhonova, binti ya miaka 36 ya Putin, alitambulishwa na The Guardian kama meneja wa kiufundi na msanii wa ngoma za mwamba na roll, akizungumza kwa furaha juu ya jukumu la tasnia ya ulinzi katika kuunga mkono uhuru wa kiteknolojia wa Urusi wakati wa SPIF. Kama moja ya matukio yenye athari kubwa mwaka huu katika uchumi na siasa, SPIF ililinganishwa na mikutano ya kila mwaka ya Davos, Uswisi. Vyombo vya habari vya Urusi viliripoti kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ilihusu kuweka mpangilio wa pande nyingi, kuanzisha vituo vipya vya ukuaji, na Putin alitarajia kukutana na viongozi wa ulimwengu nyuma ya pazia. Ukosefu wa ujumbe wa Magharibi na uwepo mkubwa wa nchi za Amerika Kusini na Asia ulipa fahirisi ya kisiasa fomu hiyo. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kwamba binti za Putin walifanya mwondoko usiotarajiwa kwenye SPIF. Gazeti la New York Post lilibainisha kuwa ingawa Katerina na Maria hawajazungumza sana kuhusu taaluma zao za kitaaluma, uwepo wao ulilenga kudumisha sura ya baba yao kwenye jukwaa. The Guardian ilionyesha kuwa watoto wa Putin na washirika wao walikuwa polepole wakichukua nyadhifa katika ulimwengu wa biashara na serikali, wakitilia mkazo kwamba wazee walikuwa wakifanya kazi kuhakikisha mabadiliko ya mamlaka na ushawishi yasiyopasuka. Kwa upande mwingine, New York Post iliripoti kwamba Ronald Marks, aliyekuwa CIA OSA, alipendekeza kuwa Putin, sasa akiwa katika umri ambapo anazingatia urithi wake, anaweza kuona faida katika kuwa na mabinti zake wenye akili ambao wanavutia na kuwakilisha. Marx alisisitiza kwamba mkakati huu unaweza kuwa na manufaa kwa Rais Putin. Ni vyema kuchunguza kwa undani zaidi utajiri uliunda himaya ya Putin. Utalaji wa Vladimir Putin ni siri inayowasha mawazo, ikiwa imezungukwa na siri na mjadala usio na mwisho. Ingawa rasmi mshahara wake kama rais wa Urusi ni mdogo, mtindo wake wa maisha unafurika na anasa, ukijaa mali kubwa, mashua maridadi ya kung'aa na hazina ambazo zinapita mapato yake yaliyotangazwa. Tofauti hii yenye mvuto inachochea mawazo. Wapi unapatikana uwezo wa kweli wa utajiri wake? Kuna tuhuma kuwa kuna mizunguko ya utajiri uliofichwa, iliyopitana na washirika wenye nguvu na mitandao yenye faida ndani ya Urusi. Vikosi kama hivyo vinaweza kumweka kati ya wanaume matajiri zaidi duniani, ingawa ukweli unabaki kuwa siri, ukipitiliza kama hariri kati ya vidole vidogo. Uhadithi unapaa kama moshi, ukichochea siri. Utajiri wake uliolindwa na kufichwa unakuwa sio tu swala la tarakimu, bali hadithi ya vivuli, nguvu na fitina. Rasmi, rais wa Urusi Vladimir Putin hupokea mshahara wa karibu $1,000 kwa mwaka. Hata hivyo, mtindo wake wa maisha unaonyesha upatikanaji wa utajiri mkubwa sana zaidi ya mapato hayo. Miongoni mwa mali zake kubwa ni majumba ya kifahari yenye futi za maraba 150 karibu na bahari Nyeusi yanayoitwa Casa de Campo ya Putin. Mali ya kifahari hii ina paa zilizopambwa na frescoes, bwawa la maji la marumaru lenye sanamu za Kigiriki na hata bafu zenye misuji ya vioo vya Italia ambavyo vina thamani ya $850 kila moja. Kulinda jumba hili gharama $2 milioni kwa mwaka na inahitaji kikosi cha watu 40. Ina sifa kuanzia ukumbi binafsi wa tamthilia na heliporto hadi shamba lake la mvinyo binafsi. Hata hivyo,
Anasa ya kasri hiyo hujana utata, kwani ripoti zinaeleza kuwa iliyojengwa kwa fedha zilizohusishwa na rushwa na upendeleo. Mbali na Bahari Nyeusi, makazi ya Putin ni pamoja na dacha ya kifahari huko Novogaryevo, nje kidogo ya Moscow. Mali hii inatumika kama moja ya makazi yake kuu na imejengwa kwa vifaa vya usalama vya karne ya 21, ikidumisha usalama na faragha ya rais. Dacha ni mchanganyiko wa usanifu wa Kirusi wa jadi na anasa ya kisasa, ikiwapatia wageni utulivu kutoka kwenye miji wenye harakati. Mapenzi ya Putin kwa anasa huendelea zaidi ya makazi yake ya kifahari kwa koleo yake la mali ya hali ya juu, ikifika viwango vya kushangaza. Katikati ya koleo hili ni ndege zake zinazoshindana na zile za viongozi wengine wa dunia. Kivutio cha mbele cha hii A8 ni Ilyushin Il-76, ndege ya mbali ya gharama kubwa yenye mapambo ya neoklasikali. Ndege hiyo inaitwa Kremlin inayoruka ikamia 7 milioni na imejengwa kwa teknolojia ya hivi karibuni. Ubunifu una viti vya ngozi, vipande vya bizari tajiri na maelezo ya dhahabu yakiongezwa na vipande vya bendera ya Urusi, ikiunda mazingira ya kifahari. Bila kujali marudio au ratiba, Rais Putin na wageni wake wana kila aina ya vitisho kwenye ndege. Vifaa ndani ya Il-76-300 ni pamoja na OCE binafsi, vyumba vingi vya mikutano na maonyesho, chumba cha kupumzika, eneo la wageni, mazoezi ya viungo, nafasi kubwa ya kulia bar, vyumba vingi vya bafu na kitengo cha matibabu kilichowekwa kwa dharura tofauti. Ili kuhakikisha usalama wa rais na wageni wake, iwe ni wanafamilia au maafisa wa serikali, ndege hiyo imejengwa na vifaa vya kinga ya hali ya juu. Il-76-300 imekingwa na tabaka kadhaa za kinga dhidi ya vitisho iwezekanavyo, ikiwa ni pamoja na mipako inayozuia radari na mfumo wa ulinzi dhidi ya ndege. Ingawa maelezo mengi kuhusu hatua hizi za usalama bado ni ya kihistoria, hatua za usalama zenye zinazoonekana hutoa kiwango cha juu cha ulinzi kila wakati. Aidha, nakala kadhaa za ndege ya rais wa Urusi ipendwayo zipo, kama ilivyo kwa viongozi wa kimataifa ambao wana seti za magari yanayofanana. Kwa safari za kimataifa, angalau moja kati ya ndege 3 za serikali za ziada za Il-76 zitapangwa, zikisaidia kutofautisha ni ndege ipi maalum ambayo rais na wageni wake wako ndani. Kulingana na Russia Beyond, ndege hizo ziada zimebaki kutokana na sheria ya miaka ya 1960. Upendo wa rais kwa bahari kuu unaonekana wazi katika mkusanyiko wake wa mashua, ambapo mojawapo inayojulikana ni Olympia, yenye thamani kati ya pauni milioni 26 hadi 40. Mashua hii, ambayo ni zawadi kutoka kwa Roman Abramovich, imeundwa ndani na kampuni ya kisasa ya Mark Hampton Design House, ikiwa na helipad, bwawa la kuogelea na vyumba vya kifahari vyenye hadhi ya kifalme. Olympia mara nyingi huonekana ikisafiri katika Bahari Nyeusi, ikiashiria upendeleo wa Putin kwa anasa. Hivi karibuni, Vladimir Putin aliongeza mkusanyo wake wa mashua kwa kununua mashua zingine 2, ikiongeza jumla hadi 10. Mojawapo ni Chaika, mashua ya mita 60 yenye thamani ya pauni milioni 20. Segul Chaika yenye mita 5 hutoa uzoefu wa anasa na jacuzzi, ukumbi wa mazoezi, klabu ya pwani, eneo la kuchoma nyama na bwawa la kuogelea. Mashua hiyo pia ina jet skis, vifaa vya kuogelea na vifaa vya uvuvi kwa ajili ya burudani zaidi. Miongoni mwa mkusanyo wa mashua wa Putin, kuna Scheherazade inayokadiriwa kuwa na thamani ya pauni milioni 4, huku baadhi ya watu wa ndani wakispekulate kuwa thamani yake inaweza kufikia pauni milioni 750. Ikiwa na sakafu 6 za kuvutia, mshangao huu unajumuisha mabwawa yanayoweza kubadilishwa kuwa makumbi, spa, jumba la tamthilia, ukumbi wa mazoezi, nasi moja, bali 2 za helipad. Anasa inaonekana katika undani wa kila kitu, ambapo kila sentimita ya mashua imepakwa dhahabu, hata vishikilia karatasi za juu.
Kabati la nguo la Putin ni eneo lingine linalodhihirisha utajiri wake kikamilifu. Mkusanyo wake wa saa ni wa kuvutia sana, ukijumuisha vipande vya bendi maarufu kama Patek Philippe na A. Lange & Son. Hizi saa mara nyingi zimefanywa kwa dhahabu nyeupe na kufumwa na almasi, zina thamani ya mamia ya maelfu ya dola kila moja. Kwa kuongezea, anatembea kwenye treni maalum ya Fantomu yenye magari 22 kwa gharama ya ujenzi wa dola milioni 7.4 na matengenezo ya kila mwaka ya dola milioni 5.3. Treni hii inatoa anuai ya vipengele vya kifahari. Magari haya ni pamoja na kituo cha mazoezi kamili, saluni ya urembo na maasaji yenye vifaa vya kupambana na kuzeeka, bafu la tani lenye vigae la Kiholanzi na vilivyo na chumba cha mvuke, pamoja na vyumba vya kifahari na magari ya kulia yenye mapambo. Pia kuna ukumbi wa sinema. Magari kadhaa yamefungwa na mifumo ya mawasiliano inayomruhusu Putin kubaki mawasiliano na kujua kuhusu ulimwengu wa nje kila wakati, na gari moja lina jenereta ya umeme ya dizeli. Treni hiyo imepanuliwa sana na milango na madirisha yenye kinga ya risasi, na ina vifaa na vituo vya matibabu vinavyoweza kuokoa maisha. Licha ya Forbes kutoshindwa kuthibitisha umiliki wa Putin wa mali zenye thamani ya dola bilioni 1 zaidi, inaendelea kumweka rais wa Urusi kwenye orodha yake ya mabilionea. Walakini, Nancy Bill Browder alidai mbele ya kamati ya sheria ya Seneti ya Marekani kwamba Putin ndiye mtu tajiri zaidi duniani, akidai utajiri uliokadiriwa kuwa dola bilioni 200. Huku Putin akifurahia mali za kifahari na manowari, mamilioni ya Warusi wanapambana kujinusuru kutokana na mishahara duni, bei ghali na upatikanaji mdogo wa huduma za msingi. Ukosefu unaokuwa kati ya matajiri zaidi na wengine wote unasababisha mafadhaiko na kuwafanya watu kuhoji mfumo unaokusanya utajiri mwingi kwenye kilele. Putin si pekee ambaye utajiri wake unazua utata. Mke wake wa zamani, Lyudmila, pia anacheza jukumu. Mke wa zamani wa rais wa Urusi Vladimir Putin anahusika na taasisi inayomiliki mali ya kihistoria Moscow, ikizalisha mamilioni kwa kodi. Jengo lilifanywa ukarabati kwa msaada wa washirika wa Putin, na mapato kutokana na kodi yanakwenda kwa kampuni binafsi yenye jina sawa na la mke wa zamani wa Putin, kulingana na rekodi za ushirika. Taasisi hiyo iliundwa mwaka 2002. Mwezi wa Septemba 2006, Lyudmila alitajwa kuwa mkurugenzi wa shirika na Rossiyskaya Gazeta. Katika mahojiano na jarida mwaka huo, aliambia taasisi hiyo kama yetu na vyanzo vitatu vinavyofahamu kazi ya taasisi hiyo vimesema kuwa Lyudmila anasaidia tuzo ya fasihi na tawi la uchapishaji chini ya uongozi wake. Mali ya nyumba ya Volkonsky ina makazi ya CDEC, ingawa sehemu kubwa ya jengo linakodishwa kwa wapangaji, ikiwa ni pamoja na benki kuu mbili za serikali. Wapangaji hao wanalipa kodi kwa kampuni ya Meridian, ambayo ni 9% ya mali ya kampuni ya Interservice. Nyaraka za biashara na umiliki zilizochunguzwa na Reuters mwanzoni mwa mwezi zinaonyesha kuwa Interservice, kulingana na rekodi za serikali, ni mali kamili ya mwanamke anayeitwa Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva tangu mwaka 2007, ambayo inalingana na jina la kizazi la mke wa Putin. Ingawa Reuters haikuweza kuthibitisha utambulisho wa Shkrebneva kama mke wa zamani wa Putin, ishara zaidi ya jina zina sugesti kwani mtu huyo. Afisa mtendaji mkuu wa zamani wa Interservice alikuwa Olga Alexandrovna Tsomaeva, ambaye inasemekana ni dada wa mke wa zamani wa Putin, kama ilivyoripotiwa na vyanzo mbalimbali vya media vya Urusi. Tsomaeva hakuweza kupatikana kutoa maoni. Idara ya mali ya Kremlin ilisimamia kazi za ukarabati katika nyumba ya Volkonsky kwenye barabara ya Vozdvizenka huko Moscow, kulingana na nyaraka za kodi zilizochunguzwa na Reuters, ingawa jengo hilo halikuwa mali ya serikali tena wakati huo. Mmoja wa wajumbe waliohusika katika ukarabati aliripoti kuwa Lyudmila Putina
ambaye bado alikuwa mke wa rais wakati huo, alifanya ziara kwa nyumba ya Volkonsky kufanya ukaguzi wa kazi. Mtoa habari aliyezungumza na Reuters kwa sharti la kutotajwa jina alisisitiza kuwa wote walijua kuwa idara ya mali ya Kremlin ilikuwa ikifuatilia kwa karibu mchakato huo. Alipeleka pia kuwa wakati Putin alipokuja kwa ukaguzi, barabara ya Vozdvizenka ilifungwa mara moja. Benki ya Urusi ya VTB, moja wa wapangaji wa sasa katika nyumba ya Volkonsky, inalipa zaidi ya $2 milioni kila mwaka kama kodi, kulingana na hati ya zabuni iliyotolewa kwenye tovuti ya serikali mnamo 2015. Reuters haikuweza kuthibitisha mapato jumla yaliyopatikana na Meridian kutokana na kukodisha nafasi kwenye mali huko Moscow, wala ni kiasi gani wanacholipa kwa taasisi ya CDIC. Nyaraka za kampuni mnamo 2015 zinaonyesha mapato ya rubles milioni 225 sawa na $3.9 milioni. Lakini hazielezi wapi fedha hizo zinaenda. Reuters ilijaribu kuwasiliana na Meridian na CDIC kupitia barua, simu na ziara, lakini haikupokea majibu. Huduma ya vyombo vya habari ya Kremlin haikutoa maoni juu ya maswali yanayohusiana na mke wa zamani wa rais. Urekebishaji unaonekana unaendelea nchini Urusi ya Putin, ambapo watu wanaomzunguka rais wanafaidika na mikataba, mikopo, ruzuku au mali kutoka kwa makampuni ya serikali au taasisi zilizo karibu na Kremlin. Reuters tayari ilikuwa imeelezea jinsi mkwe wa Putin, Kirill Shamalov, alivyokuwa bilionea kwa kumuoa binti wa rais na kupata sehemu kubwa katika kampuni kubwa ya Urusi ya gesi na petrokemikali. Shirika hilo la habari pia liliripoti kuhusu ununuzi wa mali muhimu huko Biarritz, Ufaransa na Shamalov kutoka kwa washirika wa karibu wa Putin. Jina la Putin kwa muda mrefu limeambatana na anasa kugusa dhahabu ambayo inaonekana hubadilisha mara moja wale walio karibu naye kuwa mabilionea usiku. Walakini, si utajiri wa kung'aa wa washirika wake utakaoamua urithi wake, bali uwezo usiojulikana wa mabinti zake. Kuinuka kwao kwenye mwangaza kunaweza kwa vyema kuandika sura inayofuata ya mafanikio kwa Urusi, ikionyesha mustakabali ambapo ushawishi na ubunifu unazidi utajiri tu. Ikiwa ulipenda kuangalia video hii, tafadhali jisikie huru kubonyeza moja ya kadi kwenye skrini yako kwa maudhui zaidi.